Simba Sports? Yeah. Wamefanya unyama mkubwa sana. Hongera sana Simba Sports Club kwa kuqualify hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Haikuwa rahisi kabisa kucheza na Al Masry baada ya kufungwa 2-0 kule Misri. Simba wamepindua meza, wamefuzu kwa mkwaju wa penalty. So nawapongeza kwa dhati na nawatia moyo kwamba wanaweza kafika mbali. Lakini mashindano haya kadri unavyozidi kusogea mbele ndivyo ugumu unavyozidi kuongezeka. Yaani mechi ya nusu finali haiwezi kuwa ngumu kuliko ya finali. Mechi ya robo finali haiwezi kuwa ngumu kuliko nusu finali. Kwa hiyo kadri unavyozidi kupanda juu ndivyo mnavyopungua kwanza. Kwa hiyo mnabaki bora wengi. Kwa hiyo unayekutana naye nusu finali maana yake mnakuwa mmebaki timu hizi 4. Wababe wa 4. Wanatafuta timu 2 zikacheze finali katika timu 16 za makundi. Kwa hiyo timu 12 zimetoka. Umebaki watu 4. Mcheze game 2 afu ndo mkacheze finali. Sasa inakuwaje mechi rahisi? Na huyu aliyefika nusu finali kama wewe maana yake kuna watu wengi amepambana. Ukiangalia wale Stellenbosch wale wa Burush wale wa South Africa wamempiga Zamalek nyumbani. Sasa just imagine, si jambo jepesi kabisa. Maana Zamalek ilikuwa ni janja na ogopeka. Of course na ndio alikuwa favorite kwenye hii mashindano, ndio timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa this season ya. Na mabingwa watetezi wa mashindano haya. Kwa hiyo haikuwa rahisi hata kidogo kucheza na wale jamaa. Umeelewa na ni timu ngumu, timu ambayo ni bora na kupambana nayo si jambo jepesi. Wale Stellenbosch wafanya kazi kubwa sana kuweza kuwatoa Zamalek. Kwa hiyo Simba anakwenda kutana na South Africa ambao wanajua mazingira ya ukanda wa jangwa kusini mwa jangwa la Sahara. Yaani South Africa na huku hali yake ya hewa inafanana kwa asilimia kubwa sana. Yaani ukienda DRC, ukienda Zimbabwe, ukienda South Africa, pia Tanzania, Msumbiji, ukija labda Kenya, Uganda, ile weather condition inafanana kwa asilimia kubwa. Lakini pia physique, miili yetu na wale watu inafanana, nguvu tunafanana, vyakula vinafanana maeneo mengi. Umeshanisoma? Kwa hiyo mtu wa South Africa ni kama Mtanzania tu. Ndio maana ukimkuta South Africa ana nguvu kama Mbongo. Kwa hiyo mechi mkicheza battle ya mwili kwa mwili, mnapambana, mbinu wanazo. Kwa hiyo ni mechi inakuwa ni ngumu zaidi kuliko kicheza na Waarabu. Kiwatia saa 10 hapa kidogo na kwao kuna baridi, jua kale Dar es Salaam wanatepeta hapa kidogo na kwa wekundu wale. Sasa wale mambo haya wanaona ni rahisi. Kwa hiyo kucheza na wale jamaa ni ngumu zaidi kama ambavyo ungekuwa wanacheza za Zamalek. Na mimi kwa mtazamo wangu nadhani ingekuwa ni rahisi kwa Simba pengine kucheza na Zamalek kuliko hawa jamaa. Of course jamaa ni wazuri sana. Kwa hiyo ni lazima Simba afanye kazi na hakuna mechi ya nusu finali rahisi. Ni lazima kazi ifanyike. Na Simba wakifanya kazi kwa bidii kubwa, kwa umakini mkubwa na kufanya vizuri mechi ya nyumbani, washinde angalau magoli 2 matatu ili wakienda kule waweze kupambana kutafuta sare au ushindi. Hapo finali wanaweza kufika. Ninawe muombe yule CS Constantine walompige yule atagoi. Huyo ni kitu ambacho lazima Simba wakiendee kwa tahadhari kubwa, lakini wanaweza kufika finali. Wanacho kikosi cha kufanya hivyo, wana kocha mzuri, wana mashabiki wengi wazuri wenye nguvu. So I believe Simba wanaweza kufanya kitu. Okay. Sawa. Mimi nakushukuru sana kwa time yako. Maana mimi mwenyewe sio mzuri sana kwenye masuala ya michezo. Ndio kwenye entertainment. Ni karibu pia na pia haikuwa dhumuni ya interview yetu. Nakushukuru sana ndugu yangu. Pengine kuna mtu anaona kwa mara kwanza leo hii interview angetamani kujua YouTube ambao unatumia kurusha maigizo yako. Maigizo bwana, nenda pale YouTube tafuta Mpenja Film Production. Kiingia pale utapata series ya Mwai Popo Mpenja Film Production. Okay. Mambo ni mazuri kabisa pale. Mimi nakushukuru sana. Bila shaka. Karibu sana. Shukrani sana. Haya. Tunaenda vizuri. Imeenda mbali, ina watu wengi wanafanya kazi. So hiki ni kitu kipya kimeongezeka. Maana kunaongeza budget, inahitaji tena ujikunje uweze ku level. Kwa hiyo vifaa vya production havinunuliwi kwa siku moja, sio unalala unanunua. Wewe unajua gharama yake ni kubwa sana kuweza kununua. Kwa hiyo maana yake mahitaji makubwa, unahitaji vitu vingi. Hivi yote nitafanya kidogo kidogo. Wakati nafanya
kwa udogo huu hainizuii kupata wanaotazama, kwa sababu hiyo YouTube haihitaji wakati mwingine kuwa na picha kali, sauti nzuri. Mtu anaweza kawa na kitu ambacho ni standard, watu wakatazama wengi tu. Na YouTube hainaga formula kabisa. Yaani unaweza kuwa na content kali watu watazama. Kuna mtu anaweka content ya kawaida ambayo sio ya kutisha, namba zile kule. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa mimi nakwenda yani hatua kwa hatua, kidogo kidogo. Tunapeana fursa na vijana tuone tutafika wapi. Tukishindwa basi. Sawa, vizuri. Comment mara ya kwanza zilikuwa vipi kwa hiyo unachokifanya kwenye YouTube? Kwanza sikuanzia YouTube, nianzia tu Instagram. Nilikuwa na post clip nyingi. Wako watu wengi walikuwa wanafurahi, wanatabasamu, wanafurahi, lakini wapo wengi pia walikuwa wanapinga. Achana na mambo ya kuigiza, hiyo sio hadhi yako. Kana ni kwanza muda mwingine unaposema sio hadhi yako, unajaribu kutuambia kwamba tasnia ya filamu haina hadhi. Maana yake ndio ninachotaka kusema. Hiki sio hadhi yako. Wewe mtangazaji mkubwa sana, lakini muda mwingine hutaki kusikiliza watu wanasema nini. Watu watatoa maoni tu, watu watapinga tu, na wapo watakaokubali. Wale wanaokubali ndio nao, wanaopinga jaribu kuaminisha kwamba inawezekana. Wale ambao walikuwa wanapinga wanaona kama anafanya mzaha, baadaye wakasema tuliona Tania, lakini unakuja na akawa ni wafuasi wazuri. Bwana kama unaweza. Baadaye wale mimi bwana mwanzo nilikuwa nakupinga, naona uko sawa, kipaji kipo, endelea. So mtu anatoka kupinga baadaye anakubali. Kwa hiyo wako waliokuwa wanakubali, wapo walikuwa wanakataa, lakini mwisho wa siku hii ni kazi kama ilivyokuwa kazi nyingine. Ni lazima ujipange, ni lazima uhakikishe unapigana ili kuweza kufanikisha kile ambacho unakifikiria kwenye maisha yako. Okay. Sawa, nataka tumalize na hili la mwisho. Utegemee kuona baada ya hii Mwaipopo tunashia series nyingine? Ipo. Wala hata usicheleweshe swali kaka. Kuna mzigo mpya unaanza. Unajua hii Mwaipopo imetufunza vitu vingi sana. Tumejifunza, tumekosolewa, tumechukua mazuri, tumeacha mabaya. Ndio maana ukianza tulivyoanza mpaka tulipofika hapo utagundua kuna improvement kila siku. Kwa hiyo inayokuja tutakuwa kidogo tumepata uzoefu, na wanasema uzoefu ni mwalimu mzuri. Kwa hiyo inayokuja itakuwa na ubora katika maeneo mengi. Tutajitahidi kuwa na casting wazuri, kwa maana ya uigizaji. Tutajitahidi kuwa na ubora kwenye picha, mwanga, issue ya editing. Kote huko improve na kuimprove ili tuingie sasa vizuri kwenye kushindana. Sasa hivi tupo kwenye darasa la kujaribu kuona tunaweza, na tulipoanza si pabaya. Namba zinaondoka na akaunti yetu inakuwa kidogo. Mpenja Film Production, nafikiri tukifanya ya pili na ya tatu tunaweza tuko pazuri. Tuombe tu Mungu atupe uzima na kibali cha kufanya. Wakati mwingine unaweza kufanya kumbe Mungu hajakupa kibali. Okay. Kabisa. Neno lolote la mwisho kwa Simba Diamond, kwa sababu ni mshikaji wako, una siku moja alikomment akasema ukisema mshikaji wangu nitakuwa nawadanganya watu Ni mtu ambaye ananifuatilia na mimi namfuatilia nafikiri kuliko yeye anavyonifuatilia mimi.